Leo ninaomba mada hii, walimu wa Kiislamu, naomba mniachie Mazinge leo tupike na yeye fainali kwenye mada ya leo. Msiingilie na msimsaidie, mnaona mumwachie yeye peke yake. Anamuuliza alafu yule anajibu vitu ambavyo havipo. Huu sio mdahalo, sio mdahalo. Nafanya finishing Wasabato. Yesu na Ndacha anayesema kweli nani? Yesu na Ndacha. Leo nataka mfanye Yesu awe muongo. 8:40 Yohana, kitabu cha Yohana. Nataka mumfanye Yesu awe muongo, Ndacha awe mkweli. Wakati Yesu alipokuwa na baba yake, kabla ya ulimwengu kuwako, alikuwa nabii ama alikuwa mwana wa Mariamu ama alikuwa nani? Hiyo ninaiacha hapo hapo. Kama mwalimu wenu wanapita kwa hoja, atakuja atupitie hapo tusikie alikuwa nani, kama alikuwa nabii. Tunakuja tunauliza, kuna watu wengine ambao wanafanana na Waislamu, wanaitwa Wayahudi. Nilionasema Waislamu ni Wayahudi wa leo. Waislamu ni Wayahudi wa leo. Kwa nini? Msaidie Yohana 8. Uone kile ambacho Wayahudi walikuwa hawajui kwa Yesu, ndio kile ambacho Waislamu hawajui kwa Yesu leo. Kwa hivyo Wayahudi na Waislamu na kitu moja. Mungu anakimbizwa, anataka kuuawa. Mungu anakimbizwa Misri, anataka kuuawa na kiumbe wake. Inna lillahi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wali mushrikina fi nari jahannam. Hapa huyu anatuambia wewe unamjua Mungu kimwili, si tunamjua kiroho. Kwani Yesu alikufa msalabani na watu wanakufa kiroho hiyo hiyo. Mungu aliyemuua Yesu kwa imani yako, alafu akasema Mazinge leo amesema Yesu ni mwana wa Mungu. Sijasema mimi. Wewe unasema Yesu ni Mungu, Biblia inasema ni mtoto wa Mungu katumwa. Tena amesema hii mada ndiye amesomea. Sasa leo nataka tufike na yeye fainali. Haya. Mada ya leo iko na anwani, uungu wa Bwana Yesu. Uungu wa Yesu. Kwa hivyo leo ninatoa ushahidi ya kwamba Yesu ana uungu, ama Yesu kuitwa Mungu ni halali. Sasa kwanza kwa Waislamu kujua uungu wa Yesu ni matatizo. Kwa nini? Waislamu wanajua Yesu ni mtoto wa Mariam. Yaani alipozaliwa na Mariamu, hapo ndio Waislamu wanajua Yesu. Kwa hivyo leo nawahakikishia Waislamu, mnamjua Yesu kipengele, lakini kipengele hamjui Yesu. Kwa mfano, nisaidie Mathayo. Ninaanza, sikiliza vile nitakavyoenda, na kama Mazike ni kidume apite kwa hoja zangu. Tuze, alichoka. Hizo ndio hoja zimepitwa na wakati. Kuja uzilete usikukule nyundo hujawahi sikia. Tunaanza. Naomba unisaidie 22:41 Mathayo. 22:41 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Inasema hivi, inasemaje? Katika 22:41 kitabu ni cha Mathayo. Na Mafarisayo, hapa kuna Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akasemaje? Mnaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Hiyo ni swali Yesu aliuliza Mafarisayo. Ninyi Mafarisayo, mnasemaje kuhusu habari za Yesu? Habari za Kristo ni mwana wa nani? Wakamwambiaje? Ni mwana wa Daudi. Hao Mafarisayo wakasema, wewe ni mwana wa Daudi. Yesu akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho? Sikiliza, Yesu anawaambia inakuwaje Daudi katika roho kumuita Bwana
Hebu sikiliza vizuri. Yesu katika roho, Daudi anamuita Bwana. Yesu katika mwili anaitwa mwana wa Daudi. Sikia hiyo. Kwa hivyo Waislamu, mnaweza kuwa mnazungumzia Yesu katika mwili, mwana wa Adamu, nabii. Hiyo sikatai. Mimi nazungumzia Yesu katika roho. Yesu katika roho, Daudi anamuita Bwana. Yesu katika roho, Daudi anamuita Bwana. Sasa hii Yesu katika roho alikuwa mwanzo wake ni upi? Mwalimu, niko nipe Yohana 17 mstari wa 5. Inasemaje? Na sasa Baba, sikiliza. Yesu anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe Yesu katika roho alikuwa na Baba. Alikuwa na Baba kabla ya dunia kuweko. Kwa hivyo hii dunia na Yesu, Yesu ni mzee kuliko dunia. Lakini Waislamu ukiwauliza watakwambia Yesu ana miaka 33. Lakini ukiuliza Yesu anakwambia kabla ya dunia kuumbwa alikuwa pamoja na Baba. Swali katika hoja. Wakati Yesu alipokuwa na baba yake kabla ya ulimwengu kuwako, alikuwa nabii ama alikuwa mwana wa Mariamu ama alikuwa nani? Hiyo ninaiacha hapo. Kama mwalimu wenu wanapita kwa hoja, atakuja atupitie hapo, tusikie alikuwa nani, kama alikuwa nabii. Tunakuja tunauliza, kuna watu wengine ambao wanafanana na Waislamu, wanaitwa Wayahudi. Nilionasema Waislamu ni Wayahudi wa leo. Waislamu ni Wayahudi wa leo. Kwa nini? Msaidie Yohana 8. Uone kile ambacho Wayahudi walikuwa hawajui kwa Yesu, ndio kile ambacho Waislamu hawajui kwa Yesu leo. Kwa hivyo Wayahudi na Waislamu na kitu moja. Yohana 8 anzia 56. Inasema, Ibrahimu baba yenu. Yesu anawaambia Wayahudi, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona. Yesu anawaambia Wayahudi, Ibrahimu akaiona siku ya Yesu, akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50. Unaona? Hiyo shida iko kwa Waislamu. Unaona wameanza kusaidiana. Tayandiko fulani iko hapo. Wewe nimekuambia usisaidie huyu mzee na wewe unakaa hapo. Sumuache hivyo akiwa peke yake. Mimi najua akiwa peke yake hataweza, maandiko ashasahau. Mwenye yako na miaka 60 atakumbuka maandiko wapi. Sasa sikia. Anasema hivi, ninataka mumuache peke yake, sikumuogopa. Muacheni peke yake. Tupambane na yeye peke yake. Msimsaidie. Hata mimi sitaki kusaidiwa na mtu. Nikikaa pale nisisaidiwe na mtu. Sikiliza. Wayahudi wanasema, wewe Yesu haujafikisha miaka 30, miaka 50. Na umemwona Ibrahim. Hata Wayahudi, hata Waislamu ukiwauliza, hawa Waislamu ukiwauliza Yesu ana miaka ngapi, watakwambia miaka 33. Hawa watasema Yesu hajafikisha miaka 50. Na kama ni kweli, mazinge uje useme kama si hivyo. Haya, tuende chini sasa. Yesu akawaambia, sasa hii ambayo Waislamu hawajui na Wayahudi hawajui, Yesu akawaambiaje? Amini nawaambia. Amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako. Kabla Ibrahimu hajakuwa duniani, mimi niko. Kumbe Yesu na Ibrahimu, nani mzee? Yesu. Lakini Waislamu ukiwauliza atakwambia Ibrahimu. Lakini Yesu anasema mimi ni mzee kuliko Ibrahimu. Kwa hivyo Yesu katika roho ni mzee kuliko Ibrahimu. Yesu katika mwili anaitwa mwana wa Mariam, mwana wa Daudi. Na hicho ndicho Waislamu hawajui. Kwa nini? 17:85 Qur'an. Hiyo ndio matatizo. 17:85. Waislamu na wahakikishia 100% nyinyi hamjui Yesu.
mtuachie Yesu tuwafundishe Yesu ni nani. Soma hiyo. Na wanakuuliza habari ya roho. Naona mwalimu wenu hawezi kuanza mada, na mada ni yake. Kwani hizo mada zote mlikuwa mnaanza nilikuwa nachagua mimi? Si mlichagua nyinyi? Hii leo yenye mmechagua tumesema anza. Mimi sina hezi kosa. Nianze nikose kuanza, mada ni ile ile, igeuki. Soma andiko. Na wanakuuliza habari ya roho. Wanakuuliza habari ya roho. Sema. Roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Maliza. Nani? Hamukupewa katika elimu, ujuzi, ndio, ila kidogo kabisa. Nayo One, two. Nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Kumbe Waislamu wana elimu kidogo, na hiyo kidogo haihusikani na roho. Na Yesu katika roho ni mkuu kuliko nani? Kuliko Ibrahimu. Na Yesu katika roho alikuwa na baba kabla dunia kufanyaje? Kuumbwa. Unaona Sasa wakati alipokuwa hivyo Yesu katika roho, tunauliza sasa alikuwa na nini? Nisaidie Petero wa pili 1:3 na 4. Azama 1:2 na 3. Sasa hapo ndipo uungu wa Yesu huko. Hapo ndipo uungu wa Yesu huko. Waislamu wakijua hiyo, wanaanza kumwabudu Yesu kuanzia leo. Watu wale unasema soma andiko. Inasema, ndio, neema na iwe kwenu. Neema na iwe kwenu. Na amani. Na amani. Iongozwe katika kumjua Mungu. Iongozwe kwa kumjua Mungu. Na Yesu Bwana wetu. Na Yesu Bwana wetu. Kwa kuwa uwezo wake wa Mungu. One, two. Inasema kwa kuwa uwezo wake wa Mungu. Ata nini? Uwezo wake wa Mungu. One, two. One, two. Majini ishidwe. Unajua hapa tuko katikati ya misikiti na majini walisilimu. Unacheza wewe. Majini ya silimu tena huko katikati ya msikiti. Unafikiri kuna amani hapo? One, two. Wacha tuendelee. Haya, finya. Soma hiyo. Inasema uweza wake wa Mungu. Kwa hivyo Yesu ana uungu. Yesu ana uungu. Lakini sikiliza, usije ukasema Yesu ndiye baba yake. Ukisema hivyo umekosea. Yesu ni mwana wa Mungu aliye na uungu. Kwa mujibu wa andiko hiyo, Yesu ni mwana wa Mungu aliye na uungu. Tuulize Mtume Muhammad. Mtume Muhammad, mwana wa Mungu, ni Mungu, anafaa kuabudiwa. 43:81 Qur'ani. 43:81 kitabu ni cha Qur'ani. Na hii ndio shida. Hii Waislamu wakijua, hii misikiti yote wanaanza kumwabudu Yesu. Mkijua hii ndio hamjui. Mkijua tu hii, mnasema Allahu Akbar na mnaabudu Yesu. Soma andiko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Sema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Angelikuwa na mtoto. Kwanza anakataa hana. Lakini anasema angekuwa naye, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu. Atangekuwa wa kwanza kufanyaje? Wa kumwabudu. Kumbe mwana wa Mungu anafanyaje? Anaabudiwa. Mwana wa Mungu anafanyaje? Anaabudiwa. Swali, anaabudiwa akiwa nani? Akiwa kuku? Angekuwa, mimi sikatai. Kwa mujibu wa mtume hana. Kwa mujibu wa Qur'ani hana. Lakini angekuwa naye. Sikilizeni pointi yangu.
kwa mujibu wa Mtume Muhammad Allah hana mwana, hiyo nakubali. Na kwa mujibu wa Waislamu Allah hana mwana, lakini angekuwa naye angeabudiwa. Sasa kwetu sisi wa Kristo anaye, na kwa sababu anaye, kwetu sisi anafaa kuabudiwa, lakini kwenyu hamujui ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mkijua leo mtamwabudu. Hiyo ndio kesi. Sasa ninauliza sasa, wewe Mungu, wewe Baba wa mbinguni, Mungu wa kweli, unasemaje kuhusu habari za Yesu? Mwalimu wangu Niko. naomba unipe Waibrania 1:3-4. 1:3-4. Kitabu ni cha Waibrania. Sawa. Inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? Waibrania 1:3-4. Inasema kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu, na chapa ya nafsi yake. Tena Yesu ni chapa ya nafsi ya Mungu. Akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Yesu alichukua yote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi, twende, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Maliza. Amefanyika bora. Yesu amefanyika mbora kupita malaika. Kwa nini? Kwa kadiri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe Yesu ana jina alilofanyaje? Alilorithi, na ni tukufu kuliko la nani? La malaika. Mwalimu atakaye kuja hapa aje aniambie leo hili jina Yesu alirithi ambaye ni tukufu kuliko la malaika ni boga ama ni maembe? Hilo jina mimi nalitoa, hilo jina ambaye Yesu anatumia na amerithi ni jina gani? Waibrania 1:8. Wanasema kama hautakubali ni hilo, uje utoe jina lingine kama sio hilo. Soma hiyo. Lakini kwa habari za Bwana asema, Mungu anasema habari za mwanawe Yesu. Kiti chako cha enzi Mungu. Kiti chako cha enzi nani? Mungu. Kumbe mwana wa Mungu anaitwaje? Mungu. Mwana wa Mungu ameitwaje? Mungu. Sasa kujeni mseme Yesu si Mungu wakati ameitwa jina Mungu na amerithi hilo jina ni la kwake. Tunauliza Yesu, wewe Yesu, hilo jina Mungu unaloitwa ni la nani? Naomba unisaidie Yohana 5:43. 5:43. Safi. Kitabu ni cha Yohana Injili. Yesu katika roho, Yesu katika mwili, Yesu katika mwili kalala, Yesu katika mwili kafanya vitu fulani. Hizo ndio nangoja sasa ni dili na hizo za kimwili, alafu nikabiliana za kiroho. Twende. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kumbe Yesu alikuja na jina la nani? La Baba yake. Kumbe jina Mungu ni jina la nani? La Baba yake. Na Yesu anatumia jina gani? La Baba yake. Hapa anaitwaje? Allah. Anaitwaje? Allah. Kumbe Yesu anaitwa Ibnullah. Anaitwa Allah na anatumia jina la nani? La Baba yake. Kama vile mimi naitwa Dasha, baba yangu anaitwa Gatiba, na mimi nikiitwa Gatiba, enda unipeleke polisi tuone. Wewe dhubutu kutumia hilo jina, tukufunge. Sasa shida yenu ni kwamba hamujui Yesu ni mwana wa Mungu. Mkijua uungu wake hautakuwa na shida. Wayahudi walikuwa na shida kwa nini? 10:30 Yohana. 10:30. Wayahudi walikuwa na shida. 10:30 Yohana. Inasema hivi. Inasemaje? Mimi na Baba tu umoja. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi na Baba yangu tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe ili wampige. Kwa nini? Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakajibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kuwa kufuru. Ndio. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kumbe Yesu aliposema yeye na Baba yake ni umoja, Wayahudi walitaka kufanyaje? Kumpiga kwa mawe. Hata Yesu akija leo, Waislamu watampiga mawe hawa. Si wengine nyinyi mnaoniangalia. Mtampiga Yesu kwa mawe kwa kusema yeye na Baba ni umoja. Maana yake
Soma 36 hapo hapo. Yeye ambaye Baba alimtakasa, Yesu akawaambia yeye Baba aliyemtakasa akamtuma ulimwenguni. Maliza. Nyinyi mnamwambia unakufuru. Kwa nini? Kwa sababu na alisema mimi Yesu ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu akisema mimi na Baba tu moja, maana yake ni nani? Mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu ni Mungu. Yesu anatumia jina la baba yake, anaitwaje? Allah Subhana wa Ta'ala jalla fi'ulahu. Yaani ile mapambano itakuwa hapa. Unajua huyu mzee anafikiri ni ile ya Tanzania. Ngoja. Sasa tushapata ya kwamba kwenye Biblia hatuna mjadala. Biblia ishaweka wazi Yesu anaitwa jina Mungu. Hilo halina shida. Tunaingia kwenye Qur'ani. Qur'ani tuambie huyu Yesu tena leo naomba unichukulie Qur'ani tafsiri ya Ibn Kathir. Unajua mimi najua hata Mazigi hajui Kiarabu. Hajui huyu. Na kama najua ile andiko nitasoma aje asome kwa Kiarabu. Uone ataenda kwa Kiswahili imsaidie. Qur'ani literemka kwa Kiarabu. Kama wewe kidume Mazinge, njoo usome ile andiko kwa Kiarabu. Qur'ani 471. Inasema kuja upite kwa hoja kwa Kiarabu. Usitupite hoja kwa Kiswahili. Kiswahili wameharibu tafsiri. Katika tafsiri ya Farisi, lakini ya Barwani iko sawa. Yule hajaharibu. Soma hiyo mwalimu. Acha tusome hii ya Farsi, kisha tuache yeye kuja asome kwa Kiarabu. Inasema mimi nataka nisomee kwa Kiarabu. Kwa Kiarabu 471. Inasema hivi. Ndio. Inasema ya ahlul kitab la tahullu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Safi. Inama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Kwanza anaitwa Rasulullah. Wa kalimatuhu. Kwenda pole Paulo. Rasulullah katika mwili. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ndio. Wa ruhun minhu. Kumbe Yesu kwanza anaitwa nabii, alafu anaitwa neno la nani? La Allah. Alafu anaitwa roho wa nani? Wa Allah. Kumbe Yesu anaitwa nabii, neno la Allah na roho wa nani? Wa Allah. Sasa tunaingia kwenye Biblia sasa. Yesu anaitwa neno. Nisaidie Mwanzo 1:1 Kiswahili, alafu nisomee Mwanzo 1 kwa Kiarabu. Kuna Biblia Kiarabu hapo. Mwanzo 1:1. Yohana 1:1. Yohana 1:1. Inasema hivi. Tena kama Mazigi tena najua Kiarabu, aje asome hiyo Biblia Kiarabu. Hiyo aya nimesoma. Sio kuja kuanza hiyo inatosha. Sio wewe ngoja. Yaani leo naenda na wewe point by point. Ukiingia kwa shimo na kufuata hata la Brukenge. Inasema hivi. Twende. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Neno. Naye neno alikuwa Mungu. Umefika kusoma? Ndio. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Maliza. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Swali kwa hoja. Huyu neno aliyekuwa anaitwa Mungu ni nani? Kwenye Qur'ani ni Yesu. Kwenye Biblia ni Yesu. Muje mseme sio Yesu. Soma kwa Kiarabu. Inasema na hapo ndio namalizia fil bad'i ndio kana al-kalimatu. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Safi. Wal kalimatu kana inda Allah. Na neno alikuwa kwa Mungu. Wa kana al-kalimatu Allah. Naye neno alikuwa Allah. Kumbe neno alikuwa nani? Allah. Swali katika hoja. Huyu neno ambaye ni Allah, muje mtuambie ni nani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mimi nakuulizeni nyinyi watu wa Kenya, watu wa Mombasa, mnaijua Kiswahili vizuri. Ndacha ametumia Qur'ani kutangaza uungu wa Yesu. Yaani ameona Biblia itoshi, akaona atumie Qur'ani. Si mtihani huo. Yaani kaona achukue lift, yani achukue spare tractor afunge kwenye Volkswagen. Ameisha huyo. Hapa hatuji kuunganisha maneno. 7:21 Mathayo, naanza bismillah. 7:25 Mathayo 21.
7:21 Mathayo katika kitabu kisichokuwa na bismillah ndani yake inasema. Inasemaje? Kwa maana ndani ya mioyo ya watu 7:21 Mathayo. Samahani, hapo niko kwa Marko. Hapo ulikuwa Marko 21, 7:21. 7:21 Mathayo. Hebu sikilizeni mwalimu aliyopita na mimi. Pimeni hapa wote mna akili nyinyi. Soma hiyo aya. Linasema, si kila mtu aniambiaye wewe. 7:21. 7:21 Mathayo. Ndio hiyo. Ni hiyo. Soma hiyo. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Safi. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bas. Yesu yuko duniani anasema sio kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, ila yule anayefanya mapenzi ya Baba yake. Yesu yuko duniani ana Baba yake aliye mbinguni. Hajatuambia huyu Baba yake aliye mbinguni nani. Ungetuambia huyu Baba yake aliye mbinguni Yesu nani? Yesu si Mungu? Si unatangaza sasa ana Baba yake mbinguni nani? Haki ya Mungu. Jamani, yani huyu kijana namsikitikia huyu. 7:21 Luka. 7:21 Luka. Inasema 2:21 Luka. 2:21 Luka. Naam, unakuja kufanya mazoezi hapa. 2:21 Luka. Inasemaje? Hata zilipotimia siku 8 za kufanyeje? Za kumtahiri. Aliitwa jina lake Yesu. Hatuwezi kuwa na Mungu aliyotahiriwa. Sisi hatuwezi kumwabudu Mungu aliyotahiriwa govi. Huyu Mungu mtamwabudu nyinyi, sio sisi. Waislamu wote hawa wametahiriwa. Wamemwangalia na Yesu katahiriwa. Jamani, aliyotahiriwa anaweza kuwa Mungu? Wewe unakuja kutuambia nini hapa wewe? Huyu jamaa vipi huyu? Huyu jamaa vipi huyu? Hebu soma Yohana. Aya zake napitia aya zake. Yohana 17:5. Yohana 17:5 inasema. Inasema. Sikilizeni, mimi napita aya zake, anasema huyu anasaidiwa, mimi sisaidiwi. Ya 7:5. Soma hiyo. 17:5. Na sasa na nyinyi wa Sabato sikilizeni. Baba unitukuze mimi pamoja nawe. Subiri. Yesu anasema na sasa Baba unitukuze. Yaani anaomba msaada. Jamani, Mungu anaweza kuomba msaada? Mungu hawezi kuomba msaada. Na sasa Baba unitukuze. Kama we Mungu si ujitukuze mwenyewe. Endelea. Sasa Baba unitukuze. Naam, kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuweko. Bas. Akasema, akatoa aya kwamba Yesu yupo kabla ya Ibrahimu. Jamani, nataka nikuulizeni, mtu wa kwanza ni Ibrahimu au ni Adamu? Kwa nini akusema kabla ya Adamu mimi nipo? Kwa nini? Tunakuuliza Yesu, kwa nini ukusema hivyo Yesu? 1:1 Mathayo. 1:1 Mathayo. Inasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kwa nini? Mwana wa Daudi, halafu mwana wa Ibrahimu. Na kuulizeni nyinyi Waislamu na Wakristo, Mungu ana ukoo? Nyinyi wa Sabato nyinyi, muogopeni Mungu nyinyi. Mungu anaweza kuwa na generation. Yaani Mungu awe na ukoo. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Jamani, hivi ukoo kwa Kiingereza unaitwaje? Clan. Clan. Nini? Clan. Naam. Au genealogy. Genealogy. Yeah. The genealogy of Jesus Christ. Mungu, sisi hatuwezi kuabudu Mungu mwenye ukoo. Mkiabudu Mungu mwenye ukoo, hampati riziki, atawapa wajomba zake. Tuona Mungu mwenye ukoo, sisi tutapata riziki. Eti nyinyi Waislamu, tutapata riziki. Tunapata wapi? Ngoja tumuulize Allah. Allah 5:75 Qur'ani. 5:75 Qur'ani. Mimi napitia aya zake.
5:75 Qur'ani. 5:75 Qur'ani, katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake inasema Masih bin Maryam si chochote, Naam, ila ni mtume tu, safi. na bila shaka wengi wamepita kabla yake, Safi. hawajaona. Hivi nyinyi mjaona? Na mama yake ni mwanamke mkweli, Safi. na wote wawili Walikuwa wanafanyaje? walikuwa kila chakula halafu na wakaenda choo. Basi waungu gani wanaokula na kwenda choo? Sasa tuulize, Yesu kala hakula? Kama Yesu hakula atakuwa ni Mungu. Kama kala, Mungu anauliza ni Mungu gani anayekula akaenda choo? Yesu aliwakuta wanafunzi wake, akawaambia mna kitu gani hapa? Wakasema tuna samaki. Wakampa kipande cha kuokwa akala. Luka 24:15. Luka 24:15 anzia hiyo. Tano inasema ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Safi. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Safi. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi? Nyinyi mnasemezana maneno gani hapa nyinyi? Endelea. Inasema hivi mnapotembea, wakasimama wamekunja nyuso zao. Safi. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa. Safi. Akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu? Sawa. Hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Sawa. Akawauliza, mambo gani? Yesu anawauliza, kwani ni mambo gani yaliyotokea hapa Yerusalemu? Yaani Yesu anawauliza, Mungu anawauliza binadamu wako nao pamoja, ni kitu gani kimetokea hapa Yerusalemu? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Subiri, mambo ya Yesu wa Nazareti. Jamani, Mungu anaishi Nazareti? Na kuulizeni nyinyi Waislamu, kina mama, mnaweza kuwa na Mungu anaishi Nazareti? Mungu anaishi Nazareti. Hajasema Mungu wa mbinguni, Mungu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii. Tulia. Aliyekuwa mtu tena nabii. Hivi nyinyi wa Sabato, hivi nyinyi mnachanganyikiwa wapi kwanza? Jamani, hebu Wasabato wote wanajua, ukisoma 20:15 Mungu anasema mheshimu baba yako na mama yako upate umri. Jamani, hivi kati ya Mariamu na Yesu aliyotakiwa mheshimu mwenzie nani? Yesu alitakiwa mheshimu mama yake. Huwezi kutuambia hapa kwa wataalamu waliosoma Qur'ani kwamba Yesu ni Mungu wakati binadamu wote wanajua Yesu alikaa tumboni kwa mama yake. Swali, wakati Mungu yuko tumboni kwa Mariamu, Yesu hajazaliwa, Mungu aliyemuumba mama yake Yesu ni nani? Mariamu hajamzaa Mungu, yuko duniani. Na Wakristo wote tarehe 25 Disemba wanasema Yesu amezaliwa tarehe 25 Disemba. Swali, kama Mungu amezaliwa tarehe 25 Disemba, walimpokea tarehe 24 waliumbwa na nani wakati Mungu hajazaliwa? Mungu ako na birthday. Yeye wa Sabato, mimi ndio mwalimu wenu, is a teacher. Kumbukumbu 32:39. Kumbukumbu la Torati 32:39. 32:39. Ikifika dakika 5 niambie. 32:39 inasema nini? Fahamu sasa. Rudia tena. Fahamu sasa. Nini? Ya kuwa mimi ndiye. Naam, mimi ndiye. Wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Endelea. Naua mimi. Subiri. Mungu anasema naua mimi. Swali, wakati Yesu kafa msalabani, yeye Mungu aliuawa na nani wakati Mungu ndo anayeua? Mungu anatangulia kufa. Mungu anatangulia kufa. Huyu jamaa yuko wapi? Huyu jamaa vipi huyu?
Tukiwa na Mungu aliyotahiriwa ni mtihani. Yaani unaabudu Mungu katahiriwa. Mungu wetu uliotahiriwa, sisi tuko pamoja nawe. Mpango gani huu? Yohana 2:1-4. Yohana 2. Na nyinyi wahadhiri wa Kiislamu tulieni. Kasema mimi si mwezi 20 huyo, tulieni. Leo ndio nitakuonyesha leo. Yaani mimi ni mbaya sana kumshirikisha Mungu. Soma hiyo. Yohana 2. 1-4. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Safi. Naye mama yake Yesu alikuwepo. Safi. Yesu naye alifanyaje? Alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Si mtihani huo. Mungu anaenda harusini. Anaenda kula ubwabwa. Mungu anaenda kula pilau. Haki ya Mungu. Yaani Mungu anakula Mungu anapiga biriani na mama yake Kana. Wasabato wanacheka, unafurahi. Hizi haya nyinyi hamna. Unafanya mchezo. Mungu amealikwa harusini. Tena andiko linasema na mama yake. Allah anasema wal mushrikina fi nari jahannam halidina fiha. Luka 2:21 ishasoma. Sasa tunataka tufanye conclude. Unataka conclude. Mimi simalizi mada kwa sababu aya zake zote nishapitia. Wewe mtoto, Mathayo 27:45. Mathayo 27:45 inasema, hebu kaeni makini wa Sabato na Waislamu. Sikilizeni hiyo aya. Mathayo 27:45 inasema, hebu sikilizeni Mathayo 27:45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Safi. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Maana yake yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haya. Jamani, hivi ili andiko lina haja ya kwenda shule? Yesu anamlilia Mungu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Angekuwa Mungu huyo asingelia hivyo. Angesema Mungu mwenzangu, mbona tunaachana? Anaomba msaada. Mungu anaomba msaada. Mungu anaomba msaada. Njia aliyotokea Yesu kwa mama yake ndio njia tulizotokea sisi wanadamu wote. Mungu hawezi kupita kwenye njia hiyo. Mungu hawezi kupita hapo hata siku moja. Naita masiala. Ukinunuliwa Kigali basi wewe unakushuru tu. Hili andiko wa Sabato wote haki ya Mungu Jumapili wanalisoma. Hili andiko lolitoa wa Sabato na leo wamelisoma 3:16 Yohana. 3:16 Yohana inasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Si andiko hilo hapo? Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanae. Kwa hiyo kuna Mungu akamtoa mwanae Yesu. Eti leo huyu aliyotolewa na Mungu na yeye anakuwa Mungu. Inna lillahi. We kufuru peleka kule kanisani kwao, na wale wadanganya hawa hapa. Mapasta hawa. Hamna pasta hata mmoja hawa. Wallahi nakwambia. Wewe. Naam. 112:1-3. 112 Qur'ani inasema. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Safi. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusudiwa na viumbe vyake vyote. Safi. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Ndio. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Tulia. Allah hafanani na mtu. Jamani, nakuulizeni, na wauliza wa Sabato ni
Yesu ni mwanaume au sio mwanaume? Mwenyekiti Kajema ni mwanaume. Mwanaume anaweza kuwa Mungu? Mwanaume anaweza kuwa Mungu? Anajibu tena, kajibu mwenyekiti ni mwanamume. Kumbe wewe unajua Yesu ni mwanaume, afu kutuambia Mungu ndio umepata wapi sasa? Yaani mwanaume mwenzio unataka umwabudu. Inna lillahi ilayhi rajiun. Waislamu, mimi sina haja, nimebakiza dakika 5, lakini sitaki nizimalize. Lakini kuna aya yake moja katoa. Huyu hapa. Qur'ani 4:171. Hii sikuachi. Qur'ani 4:171 inasema, hii lazima niifanyie operation. Inasema, enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Safi. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo ya kweli. Safi. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bas. Allah kamaliza. Kwani huyu Masihi ni nani? 4:25 Yohana. Ile 25 Yohana inasema Masihi ni nani? Inasema ni nani wewe Masihi? Yule mwanamke akamwambia, nini? Najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi naye sema nawe ndiye. Sasa tunafanya jambo la ajabu sana. 9:17 Yohana. 9:17 Yohana inasema basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili. Subiri, Yesu amepelekwa, alichukuliwa kipofu akapelekwa kwa Yesu. Yesu akafanya vitu vyake, Yesu kipofu akapona. Wakamchukua yule kipofu mara ya pili wakampeleka kwa Yesu. Story inasemaje? Wakamchukua mara ya pili. Wewe wasemaje katika habari zake? Wewe unasemaje kuhusu ile habari ya Yesu? Kwa vile alivyokufumbua macho, kwa vile alivyokupondesha macho. Akasema ni nani? Ni nabii. Hivi hawa vipofu, na kuulizeni nyinyi Waislamu, kuna kipofu hapa? Kipofu anasema Yesu ni nabii. Huyu dacha na macho anasema ni Mungu. Inna lillahi. Kipofu anasema ni nabii. Wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashira bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndacha anasema hujui Kiarabu. Umesikia hiyo Ndacha? Kwanza nimuongezee kitu kidogo ambacho pengine hajamuelewa mwalimu wangu Mlevi. Yeye ameuliza, Yesu amesema mimi mtu. Kwa hivyo Yesu akisema mimi mtu hawezi kuwa Mungu. 15:3 Kutoka. Wewe Mungu ni mtu. Kwa hiyo ulikuwa unataka aseme ni kuku? Walikuwa wanasema Yesu aseme mimi kuku. Ulikuwa unataka aseme hivyo? Sawa, ninasema Bwana ni mtu wa vita. Kumbe Mungu ni mtu wa nini? Wa vita. Yesu anasema ni nani? Ni mtu. Sasa amekosea nini wakati Mungu ni mtu wa vita? Wewe. Sasa sikia swali. Mada ya leo tunauliza kuhusu Yesu ni Mungu ama si Mungu. Yohana 1:1 kwa Kiarabu. 1:1 kwa Kiarabu. Katika kitabu cha Biblia. Yohana 1:1. Niko hapo. Alafu akatoa 15:7 atu wale wanaabudu Yesu. Tena akakata. Pale anasema wanao niabudu bure wakifundisha mafundisho ya wanadamu. Wale wanamwabudu Yesu bure ni wale wanafundisha mafundisho ya wanadamu. Wacha niulize swali, alafu nikuonyeshe unaabudu utaingia jikoni. Anasema Yohana 1:1. Fil bad'i kana al-kalimatu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Safi. Wal kalimatu kana inda Allah. Na neno alikuwa kwa Mungu. Wa kana al-kalimatu Allah. Wa kana al-kalimatu Allah. Kumbe neno alikuwa nani? Allah. Swali. Huyu neno ambaye ni Allah ni nani? Hiyo swali imeeleweka. Sasa niende kwa Allah. Wewe unaabudu Allah jikoni, finari jahannam. Qur'ani 40:60.
40-60. Wewe Yesu ukimwabudu na unafundisha mafundisho ya wanadamu, unamwabudu bure. Sasa Allah unamwabudu jikoni. Soma hata katika inasema hivi katika 40-60 kitabu ni cha Qur'ani. Sawa. Niko hapa inasema 40-60 kitabu ni cha Qur'ani, na Mola wenu mlezi hapa anasema niombeeni nitakuitikieni. Kwa hakika wale ambao wanaojivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam. Kumbe wale wanaabudu Allah wataingia wapi? Jahannam. Wale wanaabudu Yesu ndio wataenda mbinguni. Nyinyi mnaabudu Allah fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Kuja unijibu swali. Huyo neno ambaye ni Allah ni nani? Asante sana Mwalimu Ndacha. Umeuliza swali mzuri. Limeingia vizuri hiyo katika masikio ya walimu wa Islam. Kwa hivyo nataka nipatiane kipaza sauti na wewe ukaribishe mwalimu ajibu swali. Haya, asante. Dakika ni 5. Swali jibiwe na mwalimu wetu Mazinge. Baada ya hapo kuna maswali mawili, upande wa Kiislamu na upande wa Kikristo. Haya, mmeona huyu kaja kumaliza sasa kazi hapo. Kaenda kwenye Biblia ya Kiarabu. Kwani unafikiri Waarabu wa Kristo Mungu anamuitaje? Wanamuita Allah. Huyu jamaa vipi huyu? Nataka kujibu, unaongea. Maliza kwanza, nataka unielewe vizuri. Wakusimamishie muda wako basi. Simamisha, weka pause hapo. Mimi nakutaka wewe hapo. Umemaliza tayari? Naanza. Ametoa Biblia ya Kiarabu inasema Allah. Anauliza huyu Allah ni nani? Sasa Allah pale sio Yesu. Nimeshakuua. Hakuna katika Biblia mahali Yesu anaitwa Allah. Usichomeke kitu. Mimi nakuua wewe. Mimi nasema huyo Allah wa kwenye Biblia ya Kiarabu ni Allah. Huyo Allah. Soma ya Kiswahili moja hiyo. Mwanzo Inasema hivi, kitabu cha Mwanzo 1:1 inasema hivi, nini? Hapo mwanzo nani? Mungu aliziumba mbingu na nchi. Safi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Basi kwa hiyo mwanzo Mungu ndio aliyeumba. Kwenye Biblia ya Kiarabu inasema Allah. Sasa tunataka kumchomeka Yesu. Yesu amezaliwa miaka 2000 iliyopita. Wewe unasema al-kalimatu inda Allah. Na neno limetoka kwa Mungu, kwa Mungu. Sio Yesu. Umemwona huyo? Cha urongo unasema mwenyekiti, naomba unisimamishie pala anapiga kelele. Waislamu takbir. Unajua kawaida ya mtu akifa maji ni mengi. Huwa akiona hata kijani kinapelekwa anajaribu kukishika. Kwa hivyo ni kutapa. Naomba Ndacha kuwa makini na naona tuonyeshe heshima. Wakati mwalimu Mazinge ukipanda hapo hata sioni akizungumza na wenzake, anakuwa kwa makini anakufuatilia. Lakini wakati mwalimu akipanda hapo mara uende kule, mara uende huku au sikizi. Ndio maana akasimamisha muda. Kuwa makini. Ama mnasemaje Uislamu? Mwenyekiti, nilikuwa naomba unilinde. Kwa sababu hii ni mada ni nzuri. Amesoma Biblia ya Kiarabu, tafsiri imemshinda. Uongo kabisa. Rudia hiyo tafsiri, rudia. Hapo mwanzo wewe ya Kiarabu inasema hivi, fil bad'i kana kalimatu wal kalimatu kana inda Allah. Sasa takbir. Wewe murtadi, kaa chini. Wewe uyeritadi wewe, hata Qur'ani hujui, kaa chini. Mpe kiti huyo. Wewe unakuja kusema uongo hapa wakati walimu wako hapa. Takbir. Allahu Akbar. Eti alitaka kusema yule Allah ni Yesu. Eti yule Allah ni Yesu. Jamani, mimi nitoa Yohana 8:40 hapo. Nikasema Yesu anasema mnatafuta kuniua wewe mtu. Niliyowaambia yaliyotoka kwa Mungu. Yule jamaa akaja, huyu mtoto huyu. Anasema ni kweli.
Yesu alikuwa mtu lakini mwanzo alikuwa Mungu. Uongo. 1:17 Yakobo. Yakobo 1:17. Kitabu cha Yakobo. Wewe mwenye kikofia uchwala, wewe acha uongo. 1:17 inasema hivi. Inasemaje? Kitabu cha Yakobo anasema Yesu alikuwa Mungu akabadilika akawa mtu. Soma hiyo. Kila kutoa kuliko kwema safi, na kila kitolewacho kilicho kamili safi, kutoka juu kwa Baba wa mianga, hushuka kwa Baba wa mianga safi. Kwake, rudia tena, kwake Mungu hakuna kubadilika. Subiri, Mungu abadiliki. Leo awe Mungu, kesha awe mtu. Waislamu takibiri. Wala wewe kivuli cha kugeuka. Wala Mungu ageuki. Leo atairiwe, kesho abudiwe. Uongo. Maliza. Inasema kwa kupenda kwake mwenyewe. Subiri, rudia tena. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Alifanyeje? Alituzaa sisi kwa neno la kweli ili tuwe limbuko. Mbuko la nini? La viumbe vyake. Takbir. Allahu akbar. Mbona wewe hujabadilika ukawa mwanamke? Wewe unafanya mchezo na Mungu wewe. Anataka Mungu abadilike. Eti Mungu abadilika. Unajua kwa nini anasema hivyo? Unajua kwa sababu gani anasema hivyo? 6:9 Mathayo. Umeua. 6:9 ulikuwa una hiyo. Haji kesho huyu. Wewe ulikuwa una. Hiyo mpya. Wewe ulikuwa una. Unasema hivi na kikofia chake cha Lushoto. Soma hiyo. Basi nyinyi sali hivi. Yesu anasema nanyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Yaani wewe subiri, anawafundisha wana. Jamani, Yesu anasema Mungu, angesema nyinyi salini hivi, mimi Yesu ni Mungu. Lakini anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyeje? Yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe riziki yetu. Salamu alaikum. Naomba kabla ushuke